Kwa hiyo naendelea katika kipindi changu ambacho kimepita, hichi ni kipindi ambacho endelevu. Kwa hiyo pale unapoona mtoto wa kike anakaribia kukojoa, umenielewa, na kupasili mtoto wa kiume pale anapokaribia kukojoa pale. Na anakuaje anapokaribia kukojoa? Cha kwanza mwili wote unaregea. Cha tatu, kama hiyo miguu yake ikakubana kwenye kiuno chako na kuambia ufumukuti. Sasa pale unajua kwa nini anakuwa hivyo? Kwa sababu umempiga ndani kwa ndani. Yaani ndani kwa ndani, usipige nje ndani. Ukipiga nje ndani unakuwa unarudisha utamu nyuma. Kwa hiyo unavompiga ndani kwa ndani, mwingine ndani kwa ndani, alafu usikandamize. Yaani usikandamize, ukandamiza unamtengenezea msukumo wa kuwa na pressure wakati bado hajakaribia zaidi kufika kileleni. Umeelewa? Lakini pale unampiga kidogo kidogo unamtengenezea utamu zaidi kusikia, hata kama umemaliza afu wewe umeuchomoa ume wako, yeye bado anahisi kufanyaje, kuendelea kupizi. Kama wewe vile mwanaume unavyokuwa unapizi afu mpaka unachomoa unakuta kitu kinamwagika pwa pwa, basi na mtoto wa kike naye yuko hivyo hivyo. Kwa sasa ili aweze kuenjoy na wewe vizuri, au mpige bao la pamoja, mpige ndani kwa ndani afu mdogo mdogo, alafu usimkandamize. Ukimkandamiza unamtia pressure zaidi mwenzako, kwa sababu mimi naamini mwanamke uwaga utamu wake unachukua muda mrefu sana kuliko mwanamke, kuliko mwanaume. Iko hivyo jamani. Kwa hiyo mtoto wa kiume unapoona mpenzi wako anakaribia kukojoa, piga mdogo mdogo ndani kwa ndani, yani fanya kama ndio unaanza. Nakwambia hata kama alikuwa anakatika kiuno kushoto kulia, utaona kiuno kinaanza kuonyesha ushirikiano. Utaanza kusema mbona hii ni michangamawe sasa? Yaani changamawe namna hizi zinajichanganya. Ushawahi kutembea pia kwenye mchanga wa moto wewe, au mawe ya moto? Inaitwa changamawe, unachanganyikiwa. Umeelewa? Unasikia moto lakini hamna malengelenge, ila ngozi itababuka. Na ndivyo hivyo mtoto wa kike akiwa anafika kileleni, mpige mdogo mdogo. So wewe tena umeshaona eti anakaribia kufika kileleni na unampiga mishindo ki. Ndugu yangu, utasababisha matatizo. Ni kweli atakojoa, lakini atakudharau. Ile unakojoa hata enjoy, kwa sababu unajitengenezea wewe mwenyewe pia hisia na pressure ya kukojoa haraka. Sasa pale wewe unapoenda kukojoa, mwenzako ndio anaanza sasa, utamu unakuja. Sasa atakojoaje wakati wewe uume ushalegea? Na mwanamke ili akojoe lazima uume ukaze, lazima apate lazima apate mvutano wa ngozi yako na ngozi ya uke wake, yeye zinashikana, kwa sababu mwanamke anapokuwa anakojoa uke wake unatanuka. Umeelewa? Na kama mtoto wa kiume mashallah umejaliwa uume mzuri wa kumfiti mtoto wa kike na kuvimba, basi mtoto wa kike lazima afanye nini? Lazima ajisikie raha. Ila wewe utapompiga kwa nguvu, pale unajitengenezea hisia za kukojoa haraka, kwa sababu unatengeneza kwanza ukavu na mnato zaidi. Kwa hiyo pale utapokaribia kukojoa, yeye kwake inakuwa ni shida. Wewe unakojoa, mwenzako ndo anakuja. Sasa atakojoaje ume ushalegea baba? Utaanza kumwambia si bado tupo. Bado tupo, na yeye angekwambia kwamba bado tupo, wewe ungeyaweza hayo? Usingeyaweza. Kwa hiyo jamani, tuwe tuna nidhamu, tuwe wakarimu, tujue nini mwenzangu anataka, mwenzangu hataki. Tuoneshe ushirikiano katika mapenzi kama tunavyoonyeshana ushirikiano katika vitu vingine ambavyo vya binding. Umeelewa? Kwa hiyo tukifanya hivyo, naamini swala la mwanamke kutofikishwa kileleni na wanaume, hilo swala litakwisha endapo pale tutapojua kwamba tunaonesha ushirikiano mzuri. Mwenzangu hapa anafikia hatua hii, basi ili mwenzangu tusikarifiane katika mapenzi, ni lazima mimi niwe hivi. Nadhani tukiwa hivyo, au ukifanya hivyo, ndoa itadumu na utakuwa ni mtu ambaye unaweza ukachiti huko, lakini ukachiti kupitia hisia za mkeo. Jaiona hiyo. Bye. Wale unaishi hapo.